uchumi na kijamii. Kwa hivyo endelea kutuma maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Vile vile tumia nambari zetu za simu ambazo ziko hapo kwenye runinga yetu. Haya, hebu sasa tusome baadhi ya jumbe zenu. Kamau anatuambia Ruto has gone back to church to confuse them. Instead of opening jobs to the youth, he's building affordable houses, of which doesn't benefit Kenyan youth. Those close to him are appraising SHA, of which it's full of corruption. He has captured the Senate, the judiciary, and the parliament. Tukisonga mbele tunaye mtu alitumia ujumbe kutoka WhatsApp, anasema mimi ninatoka Eldoret. Kenya inaelekea pahali pabaya zaidi chini ya uongozi mbaya wa Ruto pamoja na wapambe wake wanaompoteza. Tukisonga mbele mtazamaji, Ray kupitia WhatsApp pia anatuambia Ruto ordered police to shoot Gen Z in the leg, yet the real criminals who are the state-sponsored goons were the ones looting and causing chaos. Peaceful protesters were met with violence, and worse, young innocent juniors were killed for simply raising their voices. The government staged the violence, that used it as an excuse to silence truth with bullets. Gen Z asked for justice, not funerals. If this is leadership, then it's soaked in blood and not vision. Tukisonga mbele, Kim pia kupitia nambari yetu ya WhatsApp anasema we as Kenyans know our democratic rights. We not only know but also understand the constitution. We can't see those we have given chance taking us to hell and still be quiet. We don't want to be forced into things we don't want. We want accountability and transparency. We don't want lies. If you can't fulfill, don't promise. If the president is incapable, resign. That order is unconstitutional. Power is transient. Only 2 years and we make better decisions. Mama Rukia kupitia njia yetu ya WhatsApp anasema tukipigwa risasi sote tukiwa vilema, atapata wapi tax na walemavu hawalipi tax? Na swala zuri hilo. Charles Sakawa kupitia WhatsApp anatuambia Kenya inaelekea pabaya zaidi, na ni bayana kwamba Rais Ruto na serikali ya Kenya Kwanza kwa jumla wamekosa mwelekeo na kuhama in totality from the bottoms up agenda. Rais apunguze hasira na kisirani na kupata washauri wazuri watakaomjenga kimawazo, angalau amalizie miaka 2 iliyosalia, and not the illiterates like Sudi, maana inaonekana his 2027 re-election is next to impossibility na ndoto ya mchana. Tukiendelea mbele, Mama Rukia pia amerudi anatuelezea tena many people have gone out of their way in Kenya to realize we in Kenya are much better off. Maandamano hayatengezi bali huharibu. Tafadhalini tujaribu kuongea badala ya kugombana. Rais pia ajaribu kuwa na hekima. Huyo ni Rukia kutoka kaunti ya Mombasa. Naam mtazamaji, kutokana na yaliyojitokeza ni bayana kuwa wengi wameeleza kutoridhika na hali ya uongozi nchini, wakiona kuwa mazungumzo yanayopendekezwa ni njia tu ya kupunguza joto la hasira za wananchi. Tukitazama hali ya upinzani, kuna hisia kuwa walisalitiwa katika makubaliano nao ya NADCO na sasa wanataka kusalia nje. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni ameyataja mazungumzo haya ya conclave kuwa utapeli wa hali ya juu. Kwa upande wake, Senator Omtata ambaye pia ni mgombeaji wa kiti cha urais mwaka 2027 anasema hayuko tayari kuhusika na mazungumzo yoyote. Vile vile hata hivyo, viongozi wa kidini wameunga mkono mazungumzo na pia wamejitolea kuwa wawezeshaji wake. Na sasa nikirudi kwako Majibu Kitsao, tumeshuhudia mazungumzo kadha katika historia ya taifa hili letu la Kenya. Ni kitu gani hasa kinachofanya mazungumzo haya ya sasa kuwa ya kipekee hadi tuamini kwamba yatafua dafu? Mambo ni mengi yametukumba kama taifa. Maandamano yameshuhudiwa kila mahali kama nyasi baada ya mvua. Viongozi wa kisiasa wanatuimbia wimbo wa kwamba hali ni shwari, hali wananchi upande mwingine wanasema vitu kwa ground ni different.
Je, tunaelekea wapi kama taifa? Tutapata majibu ya mengi na pia kuhusiana na lile agizo la rais la kupiga risasi mguuni na pia vile vile lile la kupiga risasi kuua kana kwamba wananchi ni wahalifu waliotoroka filamu ya kihalifu. Siko peke yangu, nitakuwa nasema nao wachanganuzi wa masuala ya siasa, wanasiasa na wachanganuzi vile vile wa masuala ya uongozi na pia Gen Z ambao wamekuwa mstari wa mbele kabisa kuweza kupigania uongozi bora. Naitwa Majibu Kisao na moja kwa moja nianze kupata majibu kwake Peter Mutua. Je, tunaelekea wapi kama taifa? Kulingana na ramani na shughuli tunazo Kenya wakati kama huu, hatuna pa kuelekea kwa sababu njia tunayoshika, mambo tunayofanya haiko kwa ramani ya Kenya. In other words, where we are going, it is not on the map. Unasema mbele ni giza totoro, hakuna mwanga wowote. Where we are going is not in the map. Asante. Jim, unasemaje? Mali ambapo tunaelekea udikteta. Ukiangalia zile vitu ambavyo tumeona, wanahabari hawana haki zao, hakuna haki, freedom of assembly, freedom of movement. So zile freedom zote ambazo tuliona katika katiba ambavyo tulijipa, serikali kupitia rais na security apparatus wameamua ya kwamba hatuta enjoy hizo freedoms. Na kwa hivyo lile ambalo sasa limebaki ni kitu kimoja tu, wao kusema ya kwamba ile hali ya taharuki ambayo iliko katika nchi hii itabidi tusikue na uchaguzi mwaka wa 2027 kwa sababu wanahitaji kushikilia nchi vizuri. Kwa hivyo mahali tunaelekea ni udikteta tu. Na je, utalichukiaje hili kwamba kuna shuhudiwa maandamano kila uchao na rais akijitokeza akisema kwamba hali ni shwari, uchumi unaimarika, kila kitu kiko sawa? Hii inamaanisha nini kwako wewe kama mwananchi? Unasema hali si shwari lakini kiongozi wako anasema kwamba tuko sawa. Lakini hali ni shwari kama yeye yako na 1.2 billion ya kujenga kanisa zake binafsi. Hali ni shwari kwake. Sitarajia tokea aseme kwamba hali si shwari. Mtu ambaye ana 1.2 billion ya kuweka kwa mjengo, huyo ni mtu ambaye kidogo hali zake ziko shwari. Lakini serikali ya William Ruto limekuwa na hii tabia ya kwamba kama hawapendelei kitu, wanaingiza kichwa kwenye mchanga na nyinyi mtapiga kelele. Na mara nyingi wanasema ya kwamba sisi Gen Z tuko dilulu. Zile vitu ambazo tunasema ni vitu vyetu tu, wao hata wanashangaa hakuna maandamano. Tulikuwa na maandamano, wakisema kukuwa na maandamano ilikuwa ni vurugu kidogo kidogo hapa na pale. Kwa hivyo wako katika hali ya denial. Lakini pia ujue ya kwamba mara nyingi huwa ako na ile tunaita paranoia. Paranoia ni utasikia ya kwamba akiamka anasema hii maandamano ambayo tunaona imefandiwa na watu kutoka Amerika. Imefandiwa na Ford Foundation. Siku nyingine anaamka anasema hii ni kazi ya shetani. Hii hata sasa si funding ya Amerika. Hii tu ni sasa ni shetani anataka kuharibu nchi. Kwa hivyo ni paranoia. Kila siku anaamka na kitu kipya ambacho he's become weird for lack of a better word. Na hiyo itaendelea hivyo. Na ukiona rais akiwa hivyo na viongozi wote ambao wako nyuma yake wakizungumza namna hiyo, ni kuonyesha ya kwamba hawajui hali halisi ya nchi. Hawasikizi ground vile ground inasema, na ground ikisema kitu tofauti na kile ambacho wanataka, hawatakubaliana na sisi. Asante. Nimpate kauli yako Chris Mulwa. Je, unaungana na kauli zake Jim na mwenzake hapa kwamba wale viongozi hawana ufahamu wowote na kinachoendelea pale ground na tunaelekea wapi? First and foremost, I want to say asante sana. My name is Chris Mulwa, Deputy Party Leader of Empowerment and Liberation Party, na pia ni wakili. One thing I want to say, as a country, we need to understand that many things, as a nation, let me put it this way, there's a country and as a nation. As a country, we can say that in different sectors, some are doing well, some are not doing well. But as a nation, we don't have a purpose and a direction as a nation. The nation has been defragmented to many self-interest groups. And unfortunately, because of those different self-interest groups, leave alone politicians, leave alone business people, leave alone the youth, we are all divided and we don't have a common goal as a nation. So I can say as a nation, as a people,
we are not heading in the right direction. Asante. But as a country, we are making progress. We are a country together. Asante. In name. Yes. Tutakuja hapo kwa migawanyiko ya tabaka la kisiasa, wale viongozi, na pia umetaja swala la Gen Z. Nipate kauli yako Nick Mwangi, pia wewe umekuwepo, umeshuhudia ambayo yametokea kwenye nchi yako. Utasemaje, tunaelekea katika njia inayofaa ama hatujui tunaelekea wapi? Giza totoro uko mbele. Asante sana Majibu. Kwa majina ni Nick Mwangi. Mimi ndio katibu mkuu wa chama cha Gen Z inaitwa Kenya Hadi Party. Kuanzia mahali ndugu yangu aliachia ni jambo la kuhuzunisha sana. Maana jana tumetoka Kiambu, Majibu. Tumetoka Kiambu kumzika Bridget Njoki, mtoto wa miaka 12. Hakuwa kwenye maandamano, akapigwa risasi. Friday tulikuwa Murang'a kumsindikisha ndugu yetu Boniface Kariuki, kijana wa miaka 22. Alikuwa anauza mask, kila mtu alimwona mchana peupe. Juzi pia nikakuwa Machakos, kijana mwingine anaitwa Elijah Mudhoka kutoka pale Roysambu constituency, akapigwa risasi, mamake alikuwa amemtuma dukani kwenye kichwa. Ni jambo la kuhuzunisha sana Majibu, sababu tukisikia waziri wa masuala ya ndani akisema mtu apigwe risasi, wazazi wanahuzunika sana. Hapo mbele tunasikia pia rais anakuja na ni kama anachochea moto. Anasema mtu apigwe risasi la mguu ama risasi la paja. Tumetembea kwa Daktari Gikonyo. Tukamuuliza ushauri, je, ukipigwa risasi ya paja utakufa? Akatuambia ndio. 99%. Maana paja liko na mshipa unaopeleka damu direct kwa moyo. Na ukivuja within sekunde 3-2 wewe umeenda. Hapo mbele tena tunapata mbunge wa pale Belgut, anaitwa Nelson Koech. Anakuja na mkosoa rais, anasema hapana, vijana wasipigwe nini? Wasipigwe risasi kwenye paja, wapigwe risasi kwenye kichwa. Hii inamaanisha nini bwana Nick? Kwa maana tunasema kwamba wale ambao wamekuwa waathiriwa wengi wa visa vya kupigwa risasi na polisi, wengi si wahalifu. Huyo msichana wa miaka 12 hakuwa mhalifu na ni wazi kabisa. Na pia vile vile yule bingwa aliyepigwa risasi akiuza barakoa, wengi hao sio hawakuwa wahalifu. Hii inamaanisha nini? Kwamba wanasema wapigeni risasi wahalifu wa maandamano na wale ambao tayari wameathiriwa awali hawakuwa wahalifu. Na ndio maana nasema leo rais ameita wana evangelisti pale State House. Sisi tulidhania ataomba msamaha wazazi wetu, kwa maana yeye ni Mkristo, alikuja kutuomba kura kama Mkristo, lakini anatuonyesha hali ya uhuni sana, hali ya unyama mchana peupe. Sababu ukiona jana sinema ya mamake Bridget, alitoa machozi akisema, akiuliza maswali sana kwenye rais. Ule ni mtoto alipigwa risasi akiwa ndani ya nyumba akioche, akiangalia runinga. Hakuwa kwa maandamano, hakuenda mahali popote, alikuwa sebuleni. Majibu, ni jambo wazazi wetu wanashindwa la kusema. Wanajiuliza, Kenya hii ni yetu ama huyu tulichagua mtu, wanasema sitaki kuenda sana. Wanasema tulichagua mtu ama jitu. Hilo na maswali wanajiuliza sana wazazi wetu. Asante, ni swali ameuliza hilo Nick Mwangi. Nipate kauli ya Mushanga Kirago pia vile vile, wewe pia ni wakili. Tueleze kama wakili tunaelekea wapi kama taifa, kama Mkenya kawaida, na pia vile vile pia kisheria. Naam, asante sana Majibu kwa hilo swali. As a country in 1963 we had the Lancaster Constitution. The Lancaster Constitution was a constitution of the government, for the government, by the government. In 2010 we adopted a constitution for the people, by the people, and for the people, by the people, and of the people. Kwa hivyo pale ambapo tunaelekea kama nchi si pahali pazuri. We are going back to the Lancaster Constitution, a government of its own self, for its own self, and by its own self. Pale ambapo tunashuhudia vifo vya watoto, vifo vya binadamu ambaye hana makosa, binadamu ambaye anauza mask, binadamu ambaye alikuwa anaendeleza biashara yake, binadamu ambaye alikuwa kwa balcony
anaangalia maandamano, haiko kwenye maandamano, amepigwa risasi. So where are we headed as a country? It is a government eating its own people, the oppressor oppressing the people who are already oppressed. Na kwa kifupi, kabla upatie mwenzako kipaza sauti, labda je, ni nani wa kulaumiwa? Kwa maana shida ni nyingi. Nani wa kulaumiwa? The buck stops with the president, Majibu. Rais. Asante. Thank you. Nipate kauli ya bingwa, pia unaungana na kauli za wenzako kama uko na maoni kinzani. What I would like to say that one, we have a country we need to protect, and before everything comes, we have the country. Even if we may have diverse and divergent opinions, our ideas might be so complex and divergent, but we must look at the preservation and the restoration of our country, because that is what is so important. So I would like to say that and admit that the country is not doing so bad, even after the demonstrations. Everything has picked. You see now we have a lot of things we want to talk about, including football, the Kasarani Stadium and everything. So everything has just picked. Yeah. Na utazungumziaje wale ambao wameuawa kwenye maandamano? Unaunga mkono kauli ya kwamba wapigwe risasi mguuni, ama unasema pia wapigwe risasi wauawe? You know, unataka nchi ya viwete ama waliofariki? The president didn't say that you shoot everyone who is trying to demonstrate, because that is given in the constitution. There's an article that states that if you feel like there is inadequacy in terms of representation, then you can go out and picket. It is allowed. The president did not say that everybody should be shot. The president only talked about the people who are going to loot business. Because Majibu, yourself, business associates know how long it takes for a person to build any business. There was a lady talking and she was saying that it has taken 16 years to build a business, and you're going to turn it down in just a few times. There was one of the people, let me give you an example. There was one of the people in Kasarani, who I won't mention his name, and he was protecting his business, and he had a gun shooting in the air so that the people does not infiltrate into his business. It really pains, because building a business is not easy. So the president didn't order that everybody should be shot. What we are trying to do, we want to protect businesses, because as far much as the economy, as far much we are the people who should protect the economy. Even if everything lies with the president, sisi ndio tunastahili kuchunga uchumi wetu. Iwapo tutaingilia nini za watu, then we will take it down more than even we will think. Asante. Naona mwenzako kando yako Bwana Isaac Otieno, katibu mkuu wa bunge la mwananchi, anacheka. Unasemaje? Kwanza nakushukuru Majibu. Kwa majina naitwa Isaac Otieno, katibu mkuu bunge la mwananchi. Nashangaa sana na watu ambaye wanaongea ya kwamba karibisha tukusikie na mbona natazama pale State House. Okay, nashangaa sana kwa wale ambaye wanasema nchi inaelekea mahali pazuri. Hii Kenya tuko gizani. Tuko gizani. Na yule mtu ambaye inafaa tuweke kwa light anazidi kutuweka gizani. Hii kitu inaanza na rais, ikikuja ikiteremka kwa serikali yake na parliament, wajumbe wote wamelala kwa kazi. Na hii ndio maana tunasema hivi, inchi hatuko mahali pazuri hata kidogo. Na ikizidi hivi, katiba yetu imetuonesha vizuri ya kwamba, inatuambia vizuri ya kwamba the power belong to the people. Sasa hapo kwa power belong to the people, na tukapewa ya kwamba tunaweza ipeana kwa wabunge kutufanyia, na ikiwazidi tunaweza ichukua na tuifanyie venye tunahitaji. Sasa hapo katiba hii kutuelezea ni nini ambayo tunaweza fanya zaidi, but ukweli nabaki ya kwamba nguvu tuko nayo katika katiba. Kwa hivyo tunasema hivi, serikali ya William Samoei Ruto imeanguka, na badala warekebishe, wakitengeneza kitu kidogo leo, kesho yake wanairudisha nyuma 50 kilometers away. Asante. Nipate kauli ya pia Bwana Ireri kando yako. Utasemaje kuhusiana na gumzo hili? Thank you so much. My name is Ireri Wallen.
When I was a young kid, my grandfather told me, do not let the hyena to be in charge of the sheep. We made a mistake. We gave the hyena the powers to take care of our resources. We have been losing left, right, and center. The people we trusted to protect the constitution have been mutilating it. Wamekuwa ni kama wanaitafuna. They do not respect the constitution. So the main question you asked was, where are we headed to as a country? So far, very bad. We are headed nowhere. Asante. Jimu nasemaje? Majibu, wengi wetu tunakubaliana ya kwamba nchi haiendi pazuri. Lakini there's a ray of hope. These young people who have refused to bend the knee. These young people who protest every day, who show up every day, who have refused to let the political class in general, and William Ruto in particular, to have their way. These young people who, despite the terror, these young people who've been labeled tribalists, terrorists, and whatever else, they are the hope for this country because they have refused to bend the knee. And the more force you see, the more terror you see being rained on you as a young person, the more you know you're in the right direction. Because we are wrestling this country from decades of being held captive by the political class, and the people are taking back their country. Nao vijana ambao ndo kwa wakati mmoja walitaja kuwa wakora na hii serikali wameitwa kwenye ile meza ya mazungumzo. Je, waende ama wazidi kukataa? Kile ambacho naweza sema ni Raila Odinga, kuna ripoti nyingi sana Raila Odinga anaweza angalia. Anaweza rudi 2007 angalia ile ripoti ya Agenda 4 ya National Accord. Anaweza angalia ile ripoti ya Kriegler, ya Waki, ya Truth, Justice and Reconciliation Commission. Anaweza kuja angalia ile ya NADCO, angalia ile 10-point agenda walisign juzi. Achukue any of those reports, waende wajadiliane na Ruto. Na pia Raila Odinga vile namjua haizi shindwa kupata vijana kama 1,200 1,300 aweke kwa stadium aseme wamejadiliana. Hiyo hizi vishinda. Na serikali pia imekuwa na pesa, hata wamekuwa na pesa ya kutafuta goons. Au goons wapewe pesa kidogo, waweke kwa stadium, wa discuss, wa dialogue, waseme zile vitu ambazo wanataka. Kwa hivyo hiyo ni haki yake. Hiyo, na unajua uzee unapoingia, mzee anahitaji kitu ya kumkeep busy. Kwa hivyo hiyo dialogue ya Raila, hiyo ni sawa tu, aende Kasarani wherever, afanye tu dialogue, lakini sisi tunajua hiyo dialogue yake na William, na pia apate chai kidogo, hiyo ni sawa. Hiyo hatuwezi mkataza na tunajua atafanya. Lakini sisi tu hatutaenda. Asante. Nirudi kwako Bwana Peter. Ni kweli tunalalamika kwamba nchi haiendi katika njia inayofaa. Lakini tukiangalia kiuchumi, je, ni sawa wananchi wakizidi kulalamikia mfumuko wa bei wa bidhaa mbalimbali? Kwa sasa mafuta yamepanda bei na kuna kiongozi ambaye ametoa bilioni kadhaa kuweza kujenga kanisa. Sisemi ni vibaya, lakini ukiangalia jambo kama hilo hataki uchumi, je, ni sawa? Kwa utangulizi wangu nilisema mali tunaelekea hapa hakuna. Nilikuwa namaanisha hivi, ukiniuliza mambo ya uchumi, ukiniuliza mambo ya mtu fulani akaahidi atatumia bilioni 1 ajenge kanisa mahali fulani, niliposema where we are going it is not in the map, ni kwa sababu Kenya ambao tulikuwa tunajua na tunaijua hatuna. Kwa hivyo sometimes when you are lost on the way, especially now, the only advisable thing to do is factory set. Go back to the factory setting, you start afresh. Kwa sababu hata tukizungumza hapa miaka 20 na nimeona hapa tuna maoni tofauti, na maoni yetu tofauti tutaendelea kuzungumza. Na kusema ukweli, nikiangalia hapa tuko watu kama tuseme 5-6 kule huku wawili, hatukuweki ndani na wale wengine. Ukiangalia the percentage of the people who are saying we are in a right position is less than 10%. Ni kumaanisha 90, watu 90 ndio wengi. Na walisema ungana na wengi, game iishe mapema. Na wengi ni wale wanasema haifai. Na ndio sababu mimi mwenyewe naasisitiza tuwe na factory setting na mambo pasipo kudanganyana hata kidogo. Ukisema hii factory setting unamaanisha nini? Je, tungoje uchaguzi mkuu mwaka 2027
pale kwenye debi Wakenya wafanye maamuzi ambayo ni ya kueleweka, ama kwa sasa unadhani kwamba viongozi wako tayari kumsikiza mwananchi wa kawaida? Factory setting, the person who has the key is only one person, the president. Kwa kakangu hapa Jim, ulimemuuliza mambo ya kikao. Wewe nikikuuliza hapa pasipokuwa na madharau, whether wewe ni mzee, wewe ni kijana, who is the president of the Republic of Kenya? Simple arithmetic, multiple choice. Who is the president of the Republic of Kenya? Ni nani? William Samoei Ruto. Then who is Raila? When Raila says he's going to have a conclave, as who? As who? Will he be just walking and getting instruction from whoever? Amekuwa kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu, hata kulikuwa na ile report. Tuna nchi inaitwa Kenya. Tuna uongozi. Ule uongozi angetoa nafasi kama vile leo tuliona watu wakienda kutembea, angetoa nafasi aseme tutakuwa na kikao. Nafikiri kwa maoni yangu Jim India hapa na wengine hawangesema hakuna kikao. Lakini mimi sasa kikao, rais peke yake ndio anaweza itisha kikao. Na kwa sababu nimesema we need factory setting. Factory resetting, simu yako ikijaa na ikiwa na shida, do you put it, you do it another time, or you correct the situation there and then? Factory setting is a president, not any other. Manake alipozungumza kama Niki hapa alisema, aliposema wakora wafunjwe mguu, tutawapeleka hospitali kisha tuwapeleke kotini. Mashabiki ambao wana wow, the buck does not stop with them, the buck stops with the president. Wakasema hata auawe. Sasa haya mambo tugome, na ndio tufike mahali tukitafuta Kenya tunaipata kwenye ramani. Lazima kuwe na factory setting. Rais mwenyewe aitane. Siku na kati aliitana kwa X wakazungumza na waliingia, vijana waliingia. Kwa hivyo aitane kwa njia zake yeye mwenyewe na nguvu na mamlaka. Na nitazidisha kusema kama rais ana upako, maana yeye ndio rais wa Kenya, atumie nguvu, mamlaka na upako, atafute jinsi ya kuzungumza na walio wengi. Ndio game ishe mapema. Nipate kauli yako Chris. Ndio tunamlaumu sana Rais William Ruto, lakini tunasahau kwamba ni kweli yeye ndiye kiongozi wa taifa, lakini kuna wale viongozi wa pale chini ambao pia kuna wale ambao ni wabunge. Tukisema kwamba tunamlaumu yule ambaye ni yuko pale juu peke yake, je, tutakuwa tunakosea kwamba kuna wale ambao kwa pale chini lakini pia wanakosea? Ukisema ama kama rais atasema wapigeni risasi mguuni na mjumbe atokea aseme wapigeni risasi muwaue, je, tunakosea tukielekeza nguvu zetu kwa rais, tunasahau hawa wabunge? Thank you very much. I want to agree with all my brothers in all the points that they have raised here. And I also want to agree that I respect the Gen Zs, what they are doing and what they are fighting for. But there's something I said earlier. As a nation, we are a country as Kenya, but we are not a nation. You see, what is happening as a nation, our agenda has become politicians. Our agenda has become the president. Our agenda has become maandamano. But we are forgetting, what do we want as the people of Kenya? Let me put it this way. The maandamano which happened on the 17th of June, when they invaded Parliament last year, I remember I was there in that maandamano, and the people were very organized and they were very focused. Now, when we fast forward to this last maandamano of Sabasaba, I want you to show you how, as a nation, there is a problem. There were 5 groups in that maandamano, and I want us to be practically honest. There were the Gen Zs, the patriots who believed in what they are doing. They were the frustrated Kenyans who have no jobs, who have no opportunities. They are seeing their parents can't provide for them. They were in that maandamano. They were the goons, whether hired by politicians or the state, they were in that maandamano. They were police who were trying to protect the properties of people who were in that maandamano. And let's not forget, they were the property owners who were in that maandamano. Everybody in that maandamano had different interests. Now, as a nation, we need to first accept Gen Zs have a point. The property owners have a point. The goons have no point. And because of that clash, as you see right now, there's a nation, we are actually divided. We are divided because everybody's self-interest is taking place. Now, I understand it's unfortunate beyond words when you see lives are lost and lives are short.
But there's something you also have to understand. We are forgetting, we're focusing too much on how the life was lost on Maandamano. But have you asked yourself how many women have lost their life through femicide? Very many. In fact, if you go to the police department, they will tell you there are more femicide deaths than Maandamano deaths. How many people who have left their elderly at home to die? Go to the remote areas. We call people from Somaliland, northeastern, who are from Somalia. How many people of them have died because of forced early marriage, and nobody is condemning it? That's why we need, as a nation, to come back. We should not focus on dialogue. One thing, as a nation, let's stop putting pressure that the president, you know, wacha nikwambie kitu. Ukienda kwa mkutano na unaongea na mtu and he doesn't want to listen, he doesn't want to say anything, are you going to force him to listen to you? That's why, as a nation, we need to sit down and have a dialogue amongst ourselves. Do you know what fuels these politicians? It is us. But if we tell these politicians, hey, we don't want you, we are tired of you. In fact, let me tell you what Kenyans need to know. And I have interacted with many politicians. I agree with my brother when he says we need to do factory resetting, but I'll rather say we need to delete. And I'll tell you why. The problem with our politicians and this nation, and let's just be honest, it is self-interests. Asante. And 1 minute. And the reason this self-interests is what they're using us to fight each other. So the question is, and I want to ask you as Kenyans, are you be willing to be eaten by a hyena or a lion or a wilder dog? Because they're all the same. So we need to decide, are we going to be at the bottom of the food chain, or we just decide as Kenyans we have to be on the top? Asante Chris. Nipate kauli yako Nick. Ni kweli nataka tumalize hili swala la mazungumzo kabisa hivi leo. Haya mazungumzo ambayo yanaitishwa na viongozi na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Je, ni mazungumzo yanafaa kuitishwa na yeye, ama kiongozi amesema yanafaa kuitishwa na rais, ama unaungana ile kauli ya kwamba wananchi wenyewe wanafaa kuja pamoja kuwa na mjadala baina yao wao wenyewe? Kwanza ni kukosoe Majibu. Former Prime Minister Raila Odinga si kinara wa upinzani, ako ndani ya serikali. Shika hilo. Yuko serikalini. Yuko serikalini. Sababu unaona ametulia sana na mzee anakula vizuri sana. Lakini tumkumbushe, na vijana tunataka kumkumbusha, sababu sisi akili yetu bado haijazeeka sana. Naona yeye ameenda sana uzee, labda anasahau. Tumkumbushe. Juzi tu pale tulikuwa na NADCO report. Tulikuwa na sufuria movement, tukatoka uwanjani. Right? Bado aliyekuwa rais ni William Ruto. Tukatengeza NADCO report. Haya, juzi tena wakakuja na vipengele ngapi? 10 kati ya UDA na ODM. Si ndio? Juzi tena natuambia tufanye nini? Intergeneration conclave. Sasa tunauliza maswali sisi kama vijana. Zile vipengele vyote wameandikiana. Tangu ya NADCO report, tangu ya zile vipengele zingine za amani za wametuambia juzi, nini ni la msingi sana tutaongea yenye hatujaongea? Hilo ndo maswala vijana tunaulizana. Lakini tusiende hapo. Majibu, ni jambo la huzuni sana kwa sababu tunataka tuongee maneno yenye yako bayana. Sababu kuna katiba. Hakuna mahali lazima tuongee kijana apigwe risasi. Iko katika katiba. Tunawashauri sababu naibu aliyekuwa waziri mkuu ako na mawakili wengi sana. Na pia tunajua rais pia ako na wakili wengi. Kitu la maana tunataka wafanye ni wakumbuke katiba. Mzee alipigania hii katiba na alikuwa mstari wa kwanza. Alikuwa mstari wa kwanza kupigania hii katiba, ameisahau. Ambaye aliyokosa kupigania hii katiba ndio anatufinyilia zaidi. Tunawakumbusha wasome katiba. Hakuna majadiliano mengine tunataka. Hakuna. Asante. Nipate kauli yake Mushanga. Naambiwa muda haunasi, lakini tutarejea baadaye. Kwa kifupi tu, hii inamaanisha nini kisheria endapo rais atasema kwamba wapigeni risasi, ama viongozi wanasema kwamba wapigeni risasi muawe wale ambao ni wahalifu wa maandamano? Kisheria je, inamaanisha nini? Polisi waendelee kufuata katiba ama ile amri ya rais ni mwisho?
Majibu, kuna kitu ambacho kinaitwa unlawful order. Na ukipatiwa an unlawful order, si lazima ufuate an unlawful order. Na sheria imesema vizuri, pahali ambapo polisi ama wale walinda usalama wanafaa kutumia bunduki ama wanafaa kupiga risasi. Na pia hawafai kupiga risasi eti ni kumuua mtu. Kikatiba ama kisheria kuna vile vipengee ambavyo vimepatiana ile mikakati ambayo inafaa kufuatwa. It should be a last resort. It should not be the first resort in law. So by virtue of the president saying that people ought to be killed by going for demonstrations, a right that they have under Article 37, a right that they have under international law, that is completely out of order, and that is an unlawful order. Asante. Na Mbua anafaa kuwapeleka mapumzikoni kidogo, lakini kuna mengi ya kujadili. Baada ya mapumziko tutajadili mengi, hasa pia katika sekta ya elimu. Shule zinaloa kwenye madini hazipumui tena, na kuna taarifa pia ya mkaguzi wa hesabu za serikali anasema kwamba kuna zaidi ya shule 10 ambazo ni shule hewa zilipatiwa pesa pale kwenye mgao wa bajeti lakini hazipo. Tutapata majibu ya zile shule ni za nani kama zipo, na pia zile hela kama hazipo zilikuwa zinaenda wapi. Naitwa Majibu, na majibu zaidi ni baada ya mapumziko mafupi. Meme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. This month on Star Times, and the drama never lets up. Loyalty is tested in a war for power on Gangs of Manila. When blood and truth collide, truth tests loyalty. Welcome to Sagrado. Watch Gigi's ruthless quest for justice in beautiful revenge. Experience the epic love story of Rama and Sita in Ramayan. Two sisters, one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra. Rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa, hihinya *811 *487# wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487#. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.
Ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa gũkũra gwa bũrũri wa Kenya, ũkĩnyita itemi rĩnene harĩ ũtonga waguo. Na korwo ũrĩmi wakinyanĩrio na kĩo hatarĩ kũrora riũa, haha nĩho ciringi ĩkomete. Mũrori wa Kameme TV, ĩno nĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maingĩ megiĩ ũrĩmi na ũrĩithi na maũndũ matiganĩte. Ti mũgũnda waku na mahiũ maku nĩ magũkũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na matigie kĩndũ mũhuko. Kayũ ka mũrĩmi nĩ tabarĩra ĩrĩ kũgunaga we mwĩroreri harĩ gũkũrehera njĩra itiganĩte cia ũrĩmi wa kĩmerera na ũrĩmi wa kĩrĩu, harĩ ũrĩa ũngĩthondeka ũtonga kuma tĩri-inĩ o gĩcunjĩ gĩothe kĩa mũgũnda kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo. Na twakinya gũkũ kabuti-inĩ check, kobokobo nĩ check, hatirĩ ũtanganja kana gĩtũmi kĩngĩgiria gũtarĩrie maingĩ megiĩ ũrĩmi wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarana nani. Nyitanagĩra na Bataru wa Mwagĩro mũthenya wa gatatũ thaa 1:30 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, akĩrika gũgũtarĩria maingĩ megiĩ ũrĩmi na umithio wa ciringi yaguo. Na haha to kũrĩma tu, nĩ kũrĩma gũkumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuzidi kusalia nasi kwenye mdahalo wa mwananchi ama The People Dialogue. Hivyo tumetoka uwanjani, tulikuwa naye Majibu Kitsao, sasa tumerudi hapa studio bar. Na ni wazi kuwa hisia za wananchi hazifichiki. Hapo awali tuliangazia swali la siku na tukakuuliza, je, Kenya inaelekea wapi? Je, Kenya inaelekea wapi? Ni wazi kuwa watu wengi wamelipenda swali hili kwa sababu majibu yamezidi kumiminika kwenye mitandao yetu kadha wa kadha. Hebu sasa tuangazie baadhi ya jumbe hizo. Tukiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Bria anatuambia, Kenya, where are we heading? Let's wait for God to intervene. Tumechoka. Pale Facebook tunampata Jafet ambaye anatuambia Ruto has done a lot. Let's give him time. There is light at the end of the tunnel. Jafet Kipchumbi, Siele Belgut, Kericho. Facebook pale William Ruto is 100% right, but opposition leaders are the ones fueling violence and tribalism. Pale Facebook tunampata TR Elvis ambaye anasema, mimi ni from Eldoret. Kenya inaelekea pahali pabaya zaidi chini ya uongozi mbaya wa Ruto pamoja na wapambe wake wanampoteza. Nafikiri Elvis pia alitutumia ujumbe kwenye simu zetu za WhatsApp. Tukisonga mbele, Wanjiku kutoka Nyeri anatuambia, viongozi wetu wamejisahau, wananchi ni wa mwisho kwao. Wanatunga sheria za kutuliza sisi huku wao wakijineemesha. Tuko njia panda na tukiendelea hivi tutajikuta kwenye giza kuu. Tukiangazia pale kwenye Facebook, Omosha anatuambia, hatuwezi kuendelea hivi, rushwa kila mahali, ukabila umejaa serikalini na umaskini wanazidi kuumia. Je, kweli hii ndio Kenya tulioahidiwa? Tukisonga mbele pale kwenye Facebook, Chebeta anasema, vijana wanamaliza shule na wanabaki nyumbani bila kazi. Serikali inazunguka na mikutano, lakini hakuna mabadiliko halisi. Hii ndiyo sababu wengi wanavunjika moyo. Tukisonga mbele pale Facebook, tunaye mjamaa anaitwa Otile anatuambia, huku mashinani tumetelekezwa kabisa. Hakuna barabara, hakuna madawa, hospitalini na vijana wetu wanakata tamaa. Kenya inarudi nyuma kila siku. In fact, sina kazi, ni kama kichwa itaruka. Nafikiri yeye ni baadhi ya Wakenya wengi ambao wanalalamika kutokuwa na kazi. Mama Achieng naye pale Facebook anatuambia, serikali hii inatufinya kila pembe, bei ya unga, mafuta, hata shule imekuwa mzigo. Tukiuliza maswali tunaitwa maadui wa maendeleo.
hii nchi imepoteza mwelekeo. Mama Cheng anatufungia hapo ukurasa wa Facebook, na tukikumbuka kuwa bei ya mafuta ilipanda jana kuamkia leo kwa shilingi 8 ya petroli, shilingi 8 diesel na shilingi 9 kwa mafuta ya taa. Mtazamaji, endelea kutuma maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @K24, vile vile @Kameme TV, na hii ni kwa kupitia Facebook na YouTube. Vile vile mtazamaji, unaweza kututumia ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 0757725083. Mtazamaji, ukipenda pia tunakupatia fursa kutuma video kwa nambari hiyo hiyo 0757725083 ukijibu swali la leo, na pia tutapata kukuonyesha kwenye runinga zetu za K24. Haya mtazamaji, hii ndio fursa yako kutokea kwenye runinga ya K24 kwenye The People Dialogue. Kwa hivyo tumeni video na msichelewe. Sasa mtazamaji, turudi studio ambapo tunaye mwenzangu Busara. Busara, hili ndio daraja la 3 la maoni kutoka kwa wananchi. Tukiwa hapa, unasema nini upande wako? Naam, bila shaka asante sana Fatma. Pale ni maoni komavu kutoka kwa Wakenya kutoka sehemu tofauti za nchi. Na moja kwa moja basi, acha nichukue fursa hii kuweza kuwatambulisha wageni wangu ambao tayari wameshawasili ndani ya studio. Nipo naye Geoffrey Mwangi ambaye ni mwanasiasa, na vile vile nipo naye Anthony Muriithi ambaye pia ni mwanabiashara. Na mmeona maoni ya Wakenya pale. Na kwanza kabla niulize maoni yenu kuhusiana na zile sehemu ambazo tumezisoma, ningependa sana kuwakaribisha, natumai mko wazima. Asante. Naam, karibuni sana. Na pengine nikianza na Anthony, umeona pale Wakenya wamezungumza, wametoa maoni yao kadha wa kadha, lakini swali lile pale, je, Kenya inaelekea wapi? Unahisi kwamba tupo katika njia panda? Ningependa kusikia maoni yako. Hilo ni swali mzuri sana Busara. Kusema kweli, kwa zile jumbe fupi ambazo zimepata kutuma kwenye studio na pia kuwasikiza wale Wakenya wengine, tuko katika njia panda. Kuna wachache wanaofikiria ya kwamba serikali inafanya kazi ambavyo inavyotakiwa kufanya, na kuna pia upande mwingine ambapo watu wanasema kwa ukweli Kenya ielekee katika njia ambayo wao walidhani Kenya itakuwa ikielekea. Na hilo ndilo jambo ambalo tuko hapa leo kupata kuchanganua na kuangalia mbona watu wengi, na sio semi zangu, tukiangalia tu katika zile jumbe fupi zimetumwa, mbona Wakenya wengi wanahisi ya kwamba Kenya imerudi nyuma kuliko venye imesonga mbele. Naam, asante sana Anthony. Pengine kwako Geoffrey, unahisi kwamba mwelekeo ni upi? Tunaelekea wapi kama taifa? Asante sana. Ni swali mwafaka kwa wakati huu ambapo nchi ina changamoto kadhaa. Lakini yale yanayojiri ni kuwa vijana wanauliza, wanataka uongozi mwema. Vijana wanataka wapewe nafasi. Vijana wanataka nafasi za ajira. Wanataka wawe maisha yao wanaona kwenye inaelekea. Kwa hivyo ni wenye wako kwa vitengo vya uongozi wabadilishe mwenendo, wabadilishe jinsi ya kuongoza. Hatuwezi endelea kufanya mambo tuliyofanya karne zilizoishi tufikirie hata tupeleka mahali ambapo tuko sasa hivi. Kwa hivyo tungeomba wenye wako kwa vitengo vya serikali wabadilishe vile wanafanya mambo. Manake lazima wasikize ni yapi yako sasa hivi. Na tusiende tukafanya mambo vile tulifanya zile siku za zilizopita. Kwa hivyo naam, asante sana Geoffrey Mwangi na vile vile Anthony Muriithi. Nitakuwa narejea kwenu baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa acha nimpishe mwenzangu Majibu Kitao amalizie mazungumzo aliyokuwa anayafanya. Kwako Majibu, kama unanipata. Karibu tena, tuendelee kupiga gumzo tujue tunaelekea wapi kama taifa. Vipi huyu tuliyemchagua, anatupeleka Misri ama anatupeleka Canaan? Wakili Mushanga Kiragu, ulikuwa unatumalizia tu kutuelimisha kuhusiana na ile sheria ama ile agizo la rais la kupiga risasi mguuni na kupiga risasi kuua. Naam, asante sana Majibu, na nilikuwa namalizia hiyo hoja. The Constitution, Article 26, gives the mandate to the government to protect life. Everyone has a right to life, and it's under very limited circumstances, including a medical doctor's prescription, that you can deprive a person life.
when a child is actually posing a threat to the mother, that's the only instance where you can actually deprive a person's life. And there are other very limited instances where you can deprive a person's life. But bare minimum, the president is mandated to protect life. And when he says the contrary, hata akijaribu kutuambia ati wanapiga risasi ya mguu, I mean, you are demobilizing people who elected you. So you have the sovereign power to ensure that you protect them. Nikimalizia jambo la dialogue. You know, expecting dialogue in this country to be successful is like expecting a bakery that has broken down to give you fresh bread. It will give you rotten bread. So when we talk about dialogue in this current dispensation, it cannot work. And we've already had too many instances of dialogue. Tumekuwa na ile Kriegler report. Tumekuwa na ile report ya TJRC. We have had so many reports, so many dialogues. There are too many books in the shelves that are gathering dust. Why don't we implement whatever we have already talked about? Asante, nipate kauli yako bingwa. Nikuulize kwa kifupi tu tukimalizia hili swala la usalama. Je, maagizo kama hayo ya rais na viongozi wengine ambao wanamuunga mkono ya kupiga risasi wale ambao wanasema ni wahalifu wa maandamano ni maagizo ya kuimarisha usalama wa wananchi ama yanazidi kuharibu hali kabisa? Kabla nikuje kwa swali lako majibu, kuna maswali ningependa just to address for the matter and for the record. Kuna mtu ameuliza who is Raila, and if you look at who Raila is like a remote. You see how big a remote is? That is the president. But now that remote cannot function minus the battery. That battery is who Raila Odinga is right now as we speak. Raila Odinga is the tune of this government. So when you tell us that who is he is actually a political liberator. Most of the freedoms that we're enjoying right now, it is because of him. Let us leave side issues. Nikuulize, huyu ambaye unamuita ni mwokozi wa demokrasia na nchi nzima, umesema rais ni remote na Raila ni Let me just finish and then you nikuulize, je, anasaidia wananchi ama ni maslahi binafsi? It's not a personal problem. Anasaidia, because when we talk about the dialogue that he has called upon, it is not that it is just a hearsay. It is something that can help, because the young people have cried that they are not being listened to, and he has called upon on a forum to ensure that people talk. Another issue, let me just very fast because of time. Mumeongelea sana hii issue ya 1.2 billion ya kujenga kanisa. And my question is, we have become so selfish to an extent that when someone uses his own money, we feel so bad when someone uses his own money. Because right now, we are questioning where the president got 1.2 billion shillings. And no, I'm just countering what I'm just countering, and then I'm coming there. I'm just countering, and then I'm coming there. Kindly, just a minute. Let me finish then, and then come to your question. Kwa kifupi. Yes, because we have a problem when the president says that he is building a church. We were not questioning his funds when he was campaigning to be president, and now we've turned out at a point na tunasema where is he getting that money. And I want to thank the first lady, because Mama Rachel Ruto, because I know she is the real custodian of this, because she is the prayer warrior of the church. Coming to your question, Majibu, when the president speaks, kwa kifupi tu. Yes, what was your question? I've even forgotten. Tupate kauli ya bingwa mwingine hapo kando. When you talk about what the president says and how it can help the country, the president is a symbol of peace in this country. And when he's the symbol of peace, what we are actually supposed to do is actually not to do things that can lead to the downfall of our economy. Ye, ukisema rais ni ishara ama ni nembo ya amani na umoja wa wananchi, kujenga kanisa ndani ya ardhi ya umma inamaanisha ni nchi ambayo ina dini tofauti tofauti, hiyo ni kuunganisha nchi? That is just part of the tithe that the president has reviewed. Nipate kauli, utamwambiaje? Naona unatikisa kichwa kama unachachawa sana kutaka kumjibu, unamwambiaje? Umejua Majibu, kutetea hii serikali ya Ruto itabidi uende uombe huyo Mungu wa Ruto na uombe Mungu ya mama miungu ndio upate nguvu ya kutetea Ruto. Tunaambiwa ati ya kwamba rais ni ya amani kwa nchi. Kama kushutu mguu ya mwananchi ni amani, then ni amani.
wacha tuache ni amani. Kama ni kushoot to kill, vile yule MP wa sijui wapi anaitwa wa Belgut anaongea, na hakuna sheria yoyote ambayo anachukuliwa, basi hiyo amani ni sawa. Lakini hii maombi ambayo tunaambiwa tunaomba hadi kwa State House, je, tukiwa na rais ambaye ni Muislamu ataenda kujenga mosque hapo pia tena ya billions? Tukiwa na president ambaye ni Muhindi ataenda kujenga tena nini pale? Hiyo dhehebu yao. Nataka kusema hivi ndugu yangu, kwa maneno ya maongezi ambaye mandugu zangu hapo wameongelelea, tunashukuru Raila Amolo Odinga amefanya kazi mzuri sana kwa hii nchi, na that's why hata kwa saa hii tunaweza kuwa tukiongea na hakuna mtu ambaye atatutisha, na hakukuwa peke yake. Hii credit ambayo tunapatia Raila kila siku ya kwamba yeye ndio miujiza ambaye ametuletea hii, si yeye peke yake. Walikuwa na kina Reverend Njoya ambayo walipigania hiyo haki, walikuwa na kina James Orengo, walikuwa na kina Paul Mwite. All those people walipigania nini? Hii haki ambayo tunaongelelea sasa hii. Raila Odinga kutuambia ya kwamba tukae chini tufanye dialogue. Juzi hapa, last year hapa, wamekuja na 10 point agenda. Agenda ya kwanza ilikuwa ya kusimamisha mauaji na kuteka nyara mwananchi wa kawaida. Je, hiyo kitu imefanyika? Nipate kauli ya nikimalizia kidogo. Nikimalizia. Ile dialogue ambayo tunahitaji ni hivi. Raila kama ako genuine na dialogue, amrishe mbunge wake mmoja kwa parliament pale, apeleke motion ya kuimpeach the presidency, not the president. Impeach the presidency, president na deputy wake. Then wakisha kuwa impeached, ndio sasa tukuje tukae kwa dialogue, wakati hatuna kiongozi ambaye atatufanyia vitu zingine atuhitaji kama Mr. William Samoei Ruto. Asante. Nipate kauli ya Bingo hapo. Je, tunaelekea wapi kama taifa endapo kuna baadhi ya vijana ambao wametiwa mbaroni wakaekwa ndani, kuna baadhi ya viongozi wa upinzani pia wamedaiwa kufadhili haya maandamano ya Gen Z, pia vile vile wanaandamwa baadhi yao, wengine wanasemekana kutoa matamshi ambayo ni ya chuki, ilhali kuna viongozi ambao ni wa serikali ambao pia vile vile wametoa matamshi ambayo pia ungesema ni ya kuchochea ghasia, lakini hakuna hata mmoja ambaye ameandamwa. Utasemaje, je, tunaelekea wapi kama taifa ukiangazia masuala kama hayo? Thank you. I do not wish to portray a situation like my brother had portrayed here. I think he's suffering from selective amnesia because he's not true to the cause. He doesn't want to answer the questions. My friend here. I wish to propose a course. I know advocates here have undertook that course as they were doing their LLBs. I wish to propose humanitarian law to the police, because to some extent the police do not understand that there is something we call crimes against humanity. And crimes against humanity, you are charged as an individual, not as a whole. It's as an individual. It's so unfortunate that we have leaders we elected. We believe that some of those leaders could take us to a better place, but unfortunately a leader stands and comes to the podium and says, shoot to kill, shoot on the leg. Under what justification of the law are you giving such an order? The other day, I was listening to a certain women rep from the Northeastern Legion. She made a statement that made my heart bleed. She stated that they are going to steal the elections
so that they can retain power. I wish to tie this one with Article 146. Article 146 1B explains that the president can leave office by resignation. On the same Article 146 2B, if the office of the deputy president is vacant and the president has resigned, the speaker may take over for a period of 60 days. So our plea as Gen Z to our leaders, both of them to resign as per Article 146 and Article 147, if I'm not wrong. They should both resign, the speaker to take charge, or even the speaker should resign so that the Chief Justice should take charge, then we go back to the elections. We have a peaceful country, at least we move forward. Asante. Nije kwako Bwana Mutua. Kweli baadhi ya mambo ambayo yalipeleka vijana kwenye barabara kwa maandamano ni uwajibikaji wa viongozi kupinga masuala ya ufisadi na pia vile vile gharama ya juu ya maisha na ukosefu wa kazi hasa kwa vijana. Je, ni kweli tunasema kwamba hatuelekei katika njia inayofaa kama taifa, lakini wewe kama Mkenya ungependekeza nini? Mimi kama Mkenya ambaye ni mzalendo, ana akili timamu, ambaye akili yake iko sawa, mwaka jana tarehe 25 vijana walipojitokeza walisema mambo kadhaa. Wakasema tunataka ufisadi usimamisha, mawaziri waachishwe kazi na ubadilishe mambo haya na yale. Na kusema ukweli, singependa sana wale watu wanasema vijana walikuwa hawana nia. Vijana walikuwa na nia, na vijana wetu wana ile pepo inaitwa the spirit of Solomon ama Adonijah ya kugeuza serikali. Hawakuwa na hiyo mpango. Walisema wewe tunataka ubadilishe, licha ya kukataa finance bill at that time. Walisema tunataka ufisadi usimamishwe, viongozi ambao si wazuri watolewe, lakini kuna kitu hawakusema. Hawakusema wewe ungatuliwe kwa mamlaka. Lakini wengine wazembe, wanasiasa wazembe wakaingilia wakatoka na ile so and so must go. Lakini tukitokea pale ndio nikasema we go back to factory setting. Where did the rain start beating us? The rain started beating us when we allowed speculators to join the ranks or to infiltrate the ranks of well-meaning Gen Zs. The Gen Zs, they were well-meaning, na wakati ule hawakuwa na ukabila. Lakini kidogo kidogo nimeanza kuona ukabila ukianza kukita misisi kiasi. Na hiyo jambo tunalikemea kabisa. Kwa hivyo mimi kama mimi mwenyewe binafsi ningesema vijana vile walikuwa nasema tunataka ubadilishe, bandilisha hii. Wakusema tunataka kukubadilisha. Kama kakangu pale amesema, the presidency, both the president and the deputy, to resign according to the constitution. But as for me, I may entertain a different opinion, a contrary opinion to his, while not trying to water down his, by saying we have not reached that threshold for them to resign, because they have been given options and opportunity to correct the mess. And the mess was well outlined, that you need to deal with the corrupt leadership, you need to give us an enabling environment, and it's only the president who has, I will still insist, who has the mandate, because them that elected the current president and them who opposed him, they know very well the person who was elected, declared and announced as the president is William Ruto, not any other person. So the buck stops with him. He just takes the corrective measures, then he's going to serve his term until the end, so that we can have peaceful, free and fair election in the year 2007, because 2027, because whichever way, we do not want to set a bad precedence where we have our leadership, they resign because of pressure, other than withstanding the pressure while making corrective measures. Asante. Nipate kauli yako pia Jim. Ni kweli mnasema kwamba mifumo haifanyi kazi. Hata kwenye sekta ya afya serikali inasisitiza kwamba sheria inafanya kazi, wananchi wanasema kwamba haifanyi kazi. Je,
kweli suluhu ni tusubiri hadi mwaka 2027 tufanye maamuzi ambayo ni ya kueleweka pale kwenye debe? Na hiyo inamaanisha nini endapo pia baadhi ya viongozi wanasema kwamba hata mfanyeje kura tutaiba baadhi yao, na lazima wamesema si two term, si one term, wanasema ni two term. Kumekuwa na hiyo kauli pia baadhi ya viongozi wakisema kwamba ni lazima atahudumu mihula yake miwili. Je, hii inamaanisha nini kwa wananchi wa kawaida? Kuna imani pia kuelekea kwenye debe ifikapo mwaka 2027? Nilipoanza nilisema ya kwamba tunaelekea katika dictatorship. Na kile kitu ambacho wanasiasa hufanya wanapotaka kuingia katika mfumo wa udikteta ni they make sure that they demonize public institutions. So institutions like the IEBC, which are supposed to give credible elections and which the people are supposed to depend on to then change leadership if they want, you start hearing things like we will steal elections. You start seeing how IBC is formed na kuna relative ya nani, kuna sijui jirani ya nani, kuna mother-in-law ya nani na daughter-in-law, kuna kitu ya familia. Na wanapofanya hivyo mara nyingi, kisha mtu yeyote, they ensure that they stifle any iota of contrary opinion. So mkitaka kuandamana, mnapigwa risasi. Mtu akisema kitu kwenye TV kama hapa K24 ambacho wapendi, akitoka hapa nje anapotea. Mtu akitweet kitu kidogo anapotea. Ili muwe na uoga, ili itakapofika wakati wa uchaguzi, na nyinyi kama wananchi na vijana mjipange vizuri, mchukue kura vizuri na mtokee na mpigie yule ambaye mnamtaka, wanaweza kuwa na ile mamlaka ya kusema ya kwamba hawatakubali hiyo matokeo kama vile Kibaki alifanya 2007. Sawa? Alafu wanaenda wanachukua ile ambayo inaitwa private militia. So wanawatana na polisi na wanachukua private militia the same way ilifanyika wakati wa Mongiki, ili kuhakikisha ya kwamba kama polisi hawatoshi, kunao wale ambao wanaweza deal na wewe at the village level. So mimi ningeambia wananchi usinunue uoga, tujipange. William Ruto kama kuna roho mtakatifu itamuingia jiuzulu ni sawa, lakini vile tunamuona hatuoni kama atakubali. Kwa hivyo tungojeane tufike pale kwa debe, tujipange saizi mpaka kwa debe. Asante. Na tumngatue. Asante. Naambua muda haunasi, muda umetamatika kikao hapa. Najua kuna mengi ambayo ungependa kuzungumza lakini muda haunasi. Narejesha mazungumzo haya studio, lakini umeweza kusikia yale ambayo wameweza kusema eneo hili, maoni yao wanayopendekeza na pia kauli zao za endapo tunaelekea katika njia inayofaa ama tunazidi kupotea njia. Asanteni sana kwanza kwenu kwa kutenga muda wenu kuweza kuwa nasi siku hii ya leo. Nasema asanteni sana. Pia nishukuru kikosi kizima nyuma ya kamera kikiongozwa na MC Dan the Hype Guru. Nasema pia asanteni sana. Mazungumzo yanatamatika hapa lakini yanaendelea ndani ya studio. Naitwa Majibu Kitsao na kutoka hapa hadi wakati mwingine inshallah studio. Naam, asante sana Majibu Kitsao kwa mazungumzo hayo, na moja kwa moja turejea hapa studioni. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, basi acha niwatambulishe tena wageni wangu. Nipo na Anthony Murithi ambaye ni mwanabiashara ambaye anajiunga nasi usiku wa leo, na vile vile nipo na Geoffrey Mwangi ambaye ni mwanasiasa. Kwa pamoja tutakuwa tunazungumzia hali halisi na mustakabali wa taifa, hususan wakati huu ambapo tunauliza, je, Kenya ipo katika njia panda? Basi tuendelee na mazungumzo hayo, na bila shaka najua kwamba mmesikiza wale vijana pale waliokuwa na majibu, wamezungumzia mengi wakitoa maoni yao na mapendekezo, lakini cha mno ningetaka kuanza kusikiza kutoka kwenu. Pengine wamesema mengi, hao vijana wamesema zile shida ambazo tunazipitia hivi sasa, maandamano ambayo umetufanya tumefika mahali ambapo tupo hivi sasa. Kwa maoni yako unahisi kwamba Murithi, tunaweza kufanyaje kuweza kusonga mbele, kuleta utulivu na vile vile kuzingatia demokrasia humu nchini? Kusema kweli, jambo ambalo linafaa kufanywa sasa na vijana ama watu wale waliokuwa upande ule mwingine wa studio wamesema ni implementation. Mazungumzo yamefanywa kutoka wakati tulipatwa kukomboa hii nchi kutoka mikono ya mbeberu. Ile jambo ambalo halijafanywa kwa ukamilifu ni kueka yale yote ya mazungumziwa kuhusu uongozi bora. Serikali kufanyia watu kazi na kusikiza kenye watu wananchi wa nchi wanasema. Pale tunapojipata katika Kenya wakati huu, wananchi wanasema kwa kauli moja ya kwamba Kenya iendi vizuri. Serikali nayo inasema kwa kauli moja tunajua tunaenda vizuri. Nani anafaa kuambia yule mwingine jinsi nchi inavyoenda?
ni mwenye kutawala ama mwenye kutawalwa? Ile ndio swali, na watu wanasema kwa kauli moja na kwa sauti moja. Mazungumzo yamefanywa katika serikali zilizopitwa. Tunasema kabla tujazungumza tena, tuchukue register, tuseme nini ambayo tulizungumza katika siku za usoni tumepata kufanya. Na nikiongeza pia niseme hili jambo la wananchi wanasema ya kuwa serikali imewapa nitasema the government has given people its back. Wananchi wanasema ni haki yetu kikatiba. Tunaposikia serikali haijatusikiza, manake kwanza wananchi walikutana katika mitandao, wakaanza kuzungumza katika mitandao, wakasema tunataka mambo fulani yabadilishwe yanavyoenda. Serikali ilikuja katika haya mitandao. Kwa hivyo kwanza hii mazungumzo wanaitisha ilifanyika katika mtandao. Wananchi wakaenda wakapea serikali muda wa kurekebisha. Rais akasema atabadilisha mawaziri, akasema atabadilisha vitu ambavyo wananchi wamesema. Lakini wananchi waliona nini? Wananchi waliona ni kama kupindua mkate ama chapati ukipika kwenye pan. Na wananchi wakasema sasa kwa sababu serikali haijafanya zile vitu tumesema, turudi tena kwa katiba, tuchukue the next step ambayo ni kuandamana kwa njia ya ambayo imeandikwa katika katiba in a peaceful manner. Serikali ilijibuaje? Badala ya serikali kufanya kile ambacho inafaa kufanya, na pia hiyo iko katika katiba, give people security as they protest. Na hii nchi imepata kuona wakati tuko na wageni maarufu wakikuja hapa KICC, ukiangalia venye polisi wanavyo manage crowd wakati huo ni tofauti sana na wanavyo manage crowd wakati wa maandamano. That is what we are asking. Naam, asante sana Murithi. Pengine nikija kwako Geoffrey Mwangi. Murithi amesema kwamba serikali imewapatia mgongo wa Kenya. Lakini kwa upande mwingine serikali ikiongozwa na Rais William Ruto amezungumza akasema kwa upande wake anahisi kwamba mambo si mabaya vile watu wanasema. Hakuna hizi shida nyingi zenye watu wanasema. Kwa hivyo kwa hisia zako unaona kwamba serikali inafumbia macho masuala muhimu ambayo yanaibuliwa na vijana wa Kenya kwa ujumla? Tunasema serikali imewapa kisogo wananchi. Na ni kweli, manake pale kidogo rais anasema mambo yako sawa, lakini wananchi wanamwambia mambo hayako sawa. Kwa hivyo inafaa serikali iende iketi chini iangalie, mbona tunasikia wananchi wanasema mambo hayako sawa. Ukiangalia kama mambo ya afya, watu wamekuwa kilalamika wakisema huu mfumo wa shisha haufanyi, lakini kule tunasikia serikali ikisema hapana, huu unafanya, ninakuwa ni kama unalazimishwa kwa ule mfumo unafanya. Mimi kwa maoni yangu ningeona ni vyema serikali ichukue hatua nyuma, waketi waone kweli kwa hii miaka miwili na nusu inaenda miaka 3, tumefanya aje kazi yetu, tumeweza kutekeleza yale ambayo tulisema tutayatekeleza. Ndio maana waangalie waone ama ni wapi wamekosea, ndio warudi kwa wananchi waambie kweli hapa tunaona kweli kidogo hapa tuliteleza, lakini tunaweza rekebisha kidogo, hapa tunaona tulifanya hivi haikuwa hivyo, lakini tunaweza badilisha. Ndio hapo ndio watarudi kuja kuuliza wananchi, mtatupa muda mwingine. Manake ni kikatiba, na ndio maana tuko na uchaguzi baada ya kila miaka 5. Ndio maana ukiomba nafasi yako wananchi watakuangalia baada hiyo miaka 5 umefanya ama umeteleza. Kama umeteleza wanakubadilisha. Kwa hivyo kusikue kule kuzingiziwa, manake nimesikia baadhi ya viongozi wengine wakisema unajua ni kama lazima warudishwe. Hapana, kuna nafasi baada ya miaka 5 wananchi kurudi kwa debe na kuamua hawa viongozi tuliowachagua hawakufanya vile tulisema, kwa hivyo tuwabadilishe. Na mimi vile naona hii round inakuja, hawa viongozi wote tunawafika, tunawabadilisha. Naam, asante sana. Na Murithi, Geoffrey hapa amezungumzia mifumo ambayo haifanyi kazi jinsi inavyopaswa, kama vile mfumo wa bima ya afya ya SHA. Na ukiangalia katika taarifa ambazo tumekuwa tukiziandaa kuanzia jana juzi, kuna mfumo wa elimu ambao kidogo umekuwa na changamoto. Shule zinatishia kufunga shule mapema kwa sababu mgao wa fedha haujafika shuleni kwa wakati unaofaa, ambao inaleta hali ngumu kwa shule kuendeleza shughuli zake. Kando na hayo, vijana pale kupitia mitandao ya kijamii wanasema hakuna kazi, lakini serikali upande wake inasema tumepatia kazi. Kama leo katika Ikulu, rais alipokutana na viongozi wa dini amesema kuna malaki ya vijana ambao wamepeleka katika mataifa ya karibuni kupata kazi. Miradi mbalimbali ya ambao amezindua nchini imewapatia vijana kazi. Lakini
ukienda kule ground vijana wanasema hatuna kazi. Shida iko wapi? Kusema ukweli, shida iko ni kusikizana tu. Kwa sasa hivi tunaongeleshana, hatusikizani. Rais anasema mfumo wa afya unafanya kazi. Rais akitafuta kura alikuwa anaenda katika kila kijiji kuzungumza na wananchi na kuuza manifesto yake. Leo hii rais tumempe kikatiba na tukaendelea na tukampe uwezo wa kusafiri katika nchi hii, kuingia katika hospitali yoyote bila ya kusema anakuja. Aingie katika hospitali aulize wananchi, je, mnahudumiwa ama hii SHA inafanya kazi ambavyo inafaa? Sababu ukiambia kama mwenzangu Geoffrey amesema ya kwamba wachukue hatua nyuma, wajiulize maswali. Hauwezi wewe mwenyewe huwezi sahisha mtihani wako. Kazi ya serikali ni ku-implement manifesto yake. Kazi ya mwananchi na mpiga kura ni kusahihisha ile manifesto. Kama serikali kwa kweli inataka kujua kama mfumo wa SHA unafanya kazi, sio mambo ya waziri ama PS ama msaidizi wake kuambia rais ya kwamba inafanya kazi. Ni wajibu wa rais ama wale ambao wamepewa hiyo kazi kuenda katika hospitali na kuuliza wananchi, je, mnasikia kwamba huduma yetu ya afya mpya inafanya kazi? Watampea jibu. Umeuliza swali mzuri sana kuhusu mambo ya elimu. Wanafunzi walikuwa na mjadala na rais. Sio mtu mwingine, hapo hakutuma hata waziri. Mjadala na rais. Na wakamwambia rais, huu mfumo mpya umeleta, kusema ukweli huwezi fanya kazi. Na wakaenda mbele wakamwambia, ukitupe nafasi, utupe sisi nafasi, tumesoma, tutakupea mfumo ambao sisi tunaona waweza fanya kazi. Rais alirudi, hakuwasikiza, akaendelea na mfumo ule ule. Vijana leo hii wanasema hakuna kazi. Maisha imekuwa ngumu kuliko venye ilivyokuwa. Nani unahitaji lugha nyingine gani? Kama mwenye uliembile ule hasla aliyekupandisha katika mamlaka anakuambia, mimi ambaye nilikubeba na wheelbarrow mpaka State House, na kuambia ukienda Northeastern, uende Central, uende Nairobi, uende Mombasa, wote wanasema maisha kwa sasa ni magumu. Hatukukuchagua tukajenge inchi za nje. Na nitakumbusha wanaotusikiza leo, wakati Kibaki alichaguliwa, alikuja akasema kwa ujumbe mfupi, nina warai wa Kenya ambao wako ugaibuni, warudi Kenya tujenge nchi yetu. Leo hii Kibaki mwenye alirudisha watu walikuwa ugaibuni Kenya, sisi tunaambia hawa watoto wetu tokeni Kenya endeni ugaibuni. How utajenga nchi aje ukijenga zingine? Umepeleka watu shule wakajenga nchi za ugaibuni, ama watu wameenda shule, mzazi amesomesha mtoto ndio mtu akuja ajenge nchi? Nchi haijengwi na wengine, inajengwa na wananchi wa hiyo nchi. Naam, asante sana Murithi. Na pengine kwako Geoffrey, tukiangazia utawala wa sheria, tukiangazia swala zima la kutii katiba, unapata kuna mvutano hapa. Viongozi wa serikali ukiongozwa na rais wanasema wale waandamanaji ambao ni wahuni wanapaswa kupigwa risasi mguuni. Akasaidiwa na viongozi wengine ambao walipigia upato hoja hiyo. Lakini upande mwingine wa Kenya na baadhi ya wadau wanahisi kwamba kidogo inakiuka katiba. Kando na hayo kuna swala la maandamano. Wengine wanasema msiandamane. Wengine wanasema tuandamane kwa sababu ni haki yetu ya katiba. Huo mvutano na utawala wa sheria, pengine tunaweza kuzungumzia vipi ili swala ndio tuweze kupata suluhisho na kuchukua mwelekeo mmoja kuhusiana na mambo haya ya utawala wa sheria? Unaelewa kwa kweli Kenya imetoka mbali kujaribu kurekebisha katiba. Manake pale nyuma kulikuwa na utawala wa kikatili, utawala wa kimabavu ambapo ungeshikwa, ungefungwa hata kabla kusikizwa. Na ni safari kwa ndefu sana ndio mpaka tukabadilisha katiba. Tukaja tukajipa utawala. Na sana utawala wa kuongea, uhuru wa kusema ama kuandika unacho wewe mwenyewe fikiria. Bora usiudhi mtu mwingine ama usikiuke mipaka. Kwa hivyo sasa hivi serikali ikianza kuja kusema itatumia mabavu, hapo ndio watu wanajiuliza, na mbona tukapigania katiba mpya tena kama wewe unataka kuja kuturudisha pale nyuma penye tumetoka? Kwa hivyo hapo ndipo pahali pamoja hii serikali inakosea. Usijaribu kurudisha watu kwa karne walizotoka, especially kwa mambo ya utawala wa kibabavu. Na kwa kikatiba hufai kupiga mtu risasi. Kama wewe ni mwizi unafaa ushikwe.
upelekwe kotini ustakiwe. Kama wewe ni mhalifu unapaa ushikwe, upeleke kotini ustakiwe. Lakini hakuna sheria ya kusema upigwe risasi. Sasa mbona utapigwa risasi? Nani yako na haki? Nani ameamua kesi yako ikuwe kwamba wewe upigwe risasi? Kwa kuandamana kikatiba tunaruhusiwa kuandamana, bora ufuate zile sheria. Na nimekuwa nikiona hawa waandamanaji wanafuata sheria, wanawaarifu wale wakubwa wa polisi, tutaandamana siku fulani, na wanapiga ripoti hata wiki moja kabla, tutaandamana siku fulani na lengo letu ni hivi, na hatuna silaha, sisi tuko na simu, tuko na maji na bendera ya Kenya. Sasa mbona upige hawa watu risasi? Kwa hivyo pale serikali isikize vile hawa waandamanaji wanasema, sio kuwachukulia hatua ya kimabavu. Manake hapo ndio naona kidogo serikali inakosea na inaendelea kufanya hata wale waandamanaji wakuwe na ghadhabu zaidi. Alafu tumeona juzi wamebadilisha style. Watu wanaandamana alafu wengine wanawatumia wengine wakuwapiga ile kufanya ni kama polisi wamekosa nguvu. Manake mwenye anafaa kuwe na nguvu ya kulinda mali na kulinda mpaka waandamanaji ni polisi, sio guns wengine waje pale. Sasa kidogo hapo ndio tunasema serikali bado inaenda kujivunja miguu yenyewe kwa yenyewe bila kuulizwa na mtu. Na ndipo watu wanaangazia wanasema, kweli huu uongozi ndio uongozi tulitamania kuwa nao? Ndio uongozi wa Kenya walikuwa nataka? Ama itakuwaje? Haya basi, Murithi, pengine tukiangazia swala la dialogue ama tuseme mazungumzo, naona umeligusia awali, na pengine kwa maoni yako unahisi kwamba mazungumzo yawe ama yasiwe? Ulisema yamepitwa na wakati, sasa ni wakati wa utekelezaji, lakini iwapo yatakuwa mazungumzo, unahisi kwamba ni nani hasa anayepaswa kuhusika katika mazungumzo hayo? Umeuliza swali mzuri sana. Kama mazungumzo yatakuwa, sababu kwa maoni yangu naona ni kama yatakuwa kwa lazima, lakini tunafaa tujiulize, tuko na upande mmoja unasema uhitaji mazungumzo, wengine wanasema tunahitaji mazungumzo. Lakini wacha nijibu swali lako. Kama mazungumzo yatakuwa, wacha tuzungumze hizi report ama mazungumzo mengine yote tumesema nini. Kwa kauli moja vijana wamesema tekeleza katiba na tekeleza manifesto. Kwa hivyo kama tunazungumza, hatuzungumzi nikisema kama vijana hatutaki kuzungumza stori za jaba. Tunataka tuzungumze. Tulisema tunataka hospitali zifanye kazi. Tupe wakati mwafaka, timeline ya kwamba hii ukiingia hospitali wewe ni mama mjamzito utapata mtoto bila ya kulipa. Tunataka mazungumzo ya kusema tuliahidi vijana kazi 1,000,000. Na sio katika sekta ya kujenga manyumba pekee ama kazi za ugaibuni. Katika sekta zote, nyanja zote za hii nchi. Hizo kazi ni ngapi? Na tutafikisha namba zile takwimu ambazo ulisema lini? Katika uchumi, sababu kusema ukweli uchumi umedorora nchini hii. Tulichagua hii serikali sababu walituahidi ya kwamba ile serikali ambayo ilipita ilikuwa imetumia, kwanza ilikuwa imekopa kupita kiasi. Leo hii tukiangalia tumekopa zaidi. Lakini tofauti ya hii serikali na hii ile ambayo ilipita, angalau kwa ile ilipita ungeuliza Mkenya pesa zako zinaenda wapi, hata kama tumekopa angekwambia naona expressway, naona SGR, naona bandari ya Lamu. Lakini wakati huu serikali inapata wakati mgumu sana kujibu hawa maswali, sababu ukisikiza hatuwezi kuwa tunapima uchumi wa nchi kusema ukweli kutumia bei ya unga. It is not a standard of measure in any economy in this katika dunia hii. Lakini kuna kitu ambao mwenzangu ameguzia. Hili jambo la kutumia kifua ama guns kwa sababu mtu amekuuliza swali. Kuuliza swali si makosa na si lazima tulizane maswali kwa lugha ambayo inapendeza. Si mapenzi hapa. Hii ni nchi tunajenga. Kwa hivyo unaweza kuwa hautaki namna ile na kuuliza swali, lakini wewe kama kiongozi jiulize katika hiyo yote huyo mwananchi amesema swali lake linapaswa kujibiwa aje. Mswahili, mwananchi ako na haki ya kukasirika. Lakini kiongozi ako na jukumu la kukuwa na temperament ambao inafaa na arudishe hilo swali. Na hiyo ndio maana yake ni kiongozi na huyu ni mwananchi. Kazi yake ni kuongoza, si kulalamika.
Na umezungumzia hasira pale na ulimwona rais siku chache zilizopita akizungumza kwa hasira kweli, akisema mbona hivi vituko vyote havikufanyika katika serikali za awali, mbona yeye tu ndio yafanyiwa haya mambo yote. Pengine unahisi kwamba ni kitu kipi ambacho kinamfanya anahisi kwamba mambo ambayo anafanyiwa hivi sasa ni mabaya zaidi kilinganishwa na wale waliokuwa uongozini miaka ya awali? Sijui ni bahati yake mzuri ama bahati mbaya amepatana na Gen Z, lakini ile kitu tungesema hufai kukasirika, na ni kweli pengine serikali zingine hazikufanya mambo mengine, lakini tujue hii serikali ilichaguliwa kwa imani kubwa sana. Wakenya walikuwa na imani kubwa sana. Wakenya walikuwa na imani kubwa sana na rais ya kwamba atatekeleza yale mambo walikuwa wanaona hayaendi vizuri. Kwa hivyo shida iko hapo. Watu walimpa imani na kidogo hapo wanaona mambo hayaendi vile walifikiria. Kwa hivyo mimi ningemshauri tu, sina huo uwezo wa kumshauri, lakini ningeulizwa ningemshauri tekeleza tu yale Wakenya walisema. Jaribu kufanya yale mambo ambapo waliahidi. Manake wenyewe ndio walizunguka wakisemaga tutafanya hii. Kwa hivyo tupunguze kuongea sana, tutekeleze yale tuliyoyaahidi. Na haina haja ya kuonekana unagadhabika kwa kuulizwa maswali, manake hiyo ndio hali ya uongozi. Ukishapewa nafasi ya kuongoza lazima upatane na maswali. Manake huwezi tamani kuwa utaongoza na tena pande mwingine unaogopa maswali ama unakasirika ukiulizwa maswali. Lazima upatane na yale maswali na lazima ukuwe tayari kuyajibu na kusema. Na kukosea, binadamu unaweza kosea, lakini kidogo unaweza sema kweli hapa hatukufanya vizuri, lakini tufanyaje? Tuelekeze namna hii. Hii tunayosema ati tuje tuketi chini tuongee, I think hii nchi tumeongea sana. Na mimi nafikiria kwa maoni yangu tulimaliza kuongea wakati tulijipa katiba mpya. Hiyo tulimaliza mambo ya kuketi chini kuongea, manake kila kitu iko pale. Sasa hivi vile tunaangalia viongozi wapi watatekeleza yale mapendekezo Wakenya wako nayo. Viongozi wapi watakuja wapanue uchumi, wapatie vijana nafasi za kufanya kazi, watengeneze mambo na mahospitali yao yanafanya kazi, tutengeneze mfumo wa elimu uwe unafanya kazi. Hayo tu ndio mambo Wakenya wanauliza. Na mwenye jukumu hilo kufanya hiyo kazi ni mwenye amepewa jukumu na Wakenya, amechaguliwa, amepewa mamlaka, amepewa serikali kuweza kuendeleza hiyo kazi. Kwa hivyo ukijipata pale na haiendi vizuri, wewe sema tu basi mimi nimeshindwa, acha muhula wangu uishe, mwingine aje tuone kama atafanya. Lakini haifai Wakenya tuwe tunagadhabika ama tuanze kuhisia kwamba tutaingia kwa pengine mavita ama vitu kama hizo. Manake katiba yetu inaturuhusu pea mtu miaka 5 ikiisha, kama hajatekeleza, Wakenya wenyewe wako na jukumu kurudi pale na kuchagua mtu mwingine waone kama atatekeleza. Kwa hivyo pia ni jukumu kwa Wakenya waweze kuchagua viongozi wao vizuri. Waweze kuweka viongozi wao kwa darubini, wapime viongozi wao waone ni nani anaweza tekeleza, ni nani hawezi. Hii mambo ya kumonetize our politics pia imechangia mahali pakubwa sana kuwa uongozi wetu umekuwa ukidhoofika tangu miaka iliyopita mpaka penye tumefika saa hii. Kwa hivyo pia tungeuliza wale wa Kenya, msitegemea ati viongozi wazuri ni wenye wanakuja kuwapa pesa huko mashindani. Mnafaa mpime viongozi na vile wanaweza fanya kazi ama vile wanaweza tekeleza ile kazi. Si yule mtu wako na hela mingi pale ndio unafikiria ndio kiongozi, ama ule anajua kuwachekesha sana unafikiria ndio kiongozi bora. Na asante sana Geoffrey. Na pengine tunapomalizia mada hii lazima tuangazie taarifa wiki yote hii. Wiki iliyopita tumekuwa tukiangalia kina mama wakilia, watoto wakilia kwa sababu ya kuzika wapendwa wao ambao ni waathiriwa ukatili wa polisi. Ningependa sana kusikia kauli zenu kuhusiana na hali halisi ambayo tunakumbana nayo hivi sasa, na hasa vilio vya haki na uwajibikaji kutoka kwa wale waliohusika. Nikianza nawe Murithi. Kusema ukweli ni jambo la kuhuzunisha sana mzazi kumzika mtoto wake. Ni jambo ambalo halifai kufanyika.
jana tulipata kusikiza Mama Bridget akiongea katika mazishi ya mwanae ambaye alikufa akiwa miaka mdogo sana 12. Na akapata kusema ya kwamba mtoto wake ataishi akiwa hiyo miaka 12. Inchi inapofika hapo, viongozi wanafaa wajiulize tulifika hapa aje. Bridget hata kufanywa hakuchagua mtu. Bridget hakuwa na makosa yote. Bridget alikuwa kwa nyumba. Lakini leo hii tunapozungumza vijana 1500 wako katika makorokoroni. Vijana wengine karibu ya 100 wamehukumiwa na mashtaka ya kuwa terrorists. Jinsi mimi ninavyojua sheria inafanya kazi, na tukiangalia hasa ili jambo la 77 na yale ambao waziri alizungumzia ya siku 25, kulikuwa na watu wangapi katika hii mitaa? Kulikuwa na vijana, polisi, wananchi wa kawaida. Kama uliweza kukusanya vijana 1500 na mashtaka ya uporaji, ubakaji na hayo wengine wote, lakini umemshika tu polisi moja, hapa kuna watu ambao wamekufa. Tofauti ya mtu ambaye alienda katika barabara kutetea haki zake, ni yeye ni ngumu sana uweze kumtrace, lakini risasi ambayo inatoka kwa bunduki hiyo, kusema ukweli, ni kitu rahisi sana, sababu ile risasi ina namba, na kila polisi akitoka katika station, hiyo namba ya risasi zile anazopewa inaandikwa katika kitabu. Ingekuwa kama hii serikali, kusema ukweli, inataka kurudisha niseme trust na wananchi wake, ingesema tumepata kushika vijana hawa, na tuseme ukweli, kuna wale ambao waliiba, those who took advantage, na kuna wale ambao walikuwa pale kihaki, kikatiba. Waseme ya kwamba huyu tumemshika na TV, huyu tumemshika hivi, huyu tumemshika hii. Lakini leo hii tunapozungumzia, hatuoneshwi nani alishikwa na nini. Hatuoneshwi na serikali ya kwamba kulikufa watu 42, kuna risasi zilitoka. Kwa hivyo tunafaa tuone usawa. Tuseme kwa zile risasi zilizofiatuliwa na polisi 10 wako katika korokoroni, na tutaangalia ni jinsi ambavyo walitumia ile silaha. Na tuko na hawa wahuni, na tuko na kila kitu kingine. Ndio watu wapate kuona usawa, na tuone ya kweli serikali inatekeleza sheria kwa usawa bila kupendekea ama without favoring one side. Naam, asante sana Murithi. Pengine nipate neno lako mwisho, dakika moja. Kweli hata kwa kaunti yangu pale Nakuru Molo pia tulizika kijana mmoja ambaye alipigwa risasi hapo Molo. Huyu kijana alikuwa ametoka tu kwa ndugu yake, anajaribu kutembea aone vile atafika nyumbani. Hakuwa mwandamanaji, lakini kijana wa form 4 tulimzika. Na si huyo peke yake, ni wengi. Kwa hivyo ni jambo la kuhofisha sana, ni jambo lina uchungu sana kwa familia, manake hawa watoto hawaombi risasi, hawa watoto hawaombi waandamane ovyo ovyo. Hawa watoto wanaomba nafasi nzuri ya kufanya kazi, wanaomba maisha mzuri, wanaomba ndoto zao ziweze kutimika. Na ni vibaya ule mtu ambaye amepewa hiyo kazi ya kutimiza ndoto zao ndiye amegeuka na kuwa ndio kuwapiga risasi. Kwa hivyo ni jambo la kuofisha sana, na tungeomba serikali ikuwe na utulivu pale na iweze kuendesha hiyo hafla kama ni ya maandamano kwa je leo nofaa, isichukulie sheria mikononi kuanza kupiga hawa vijana wadogo na watoto wetu. Naam, asante sana. Huyo ni Geoffrey Mwangi ambaye ni mwanasiasa, na upande ule mwingine ni Anthony Murithi, mwanabiashara. Nawashukuru sana kwa kuja, na kufikia hapo tunakamilisha awamu hii, na nakushukuru mtazamaji kwa kuwa nasi tangu tulipoanza hadi sasa. Naondoka, jina langu ni Busara Naman. Nitakuwa nampisha Fatma Chidagaya tupatie maoni yako mitandaoni, alafu baadaye kundi zima la Kimombo pale litakuwa linachukua usukani kuanzia saa 3 hadi saa 5. Kwako Fatma. Shukran sana Busara Naman kwenye gumzo hilo zito na la maana kweli. Sasa tumefikia awamu ya 4 na ya mwisho kwenye The People Dialogue lugha ya Kiswahili, na tunaendelea kuona kuwa mjadala huu unagusa hisia za wengi. Kama ilivyokuwa hapo awali, tuliuliza, je, Kenya inaelekea wapi? Tukiangazia siasa, uchumi na hali ya jamii. Tumepokea jumbe zenu kwenye mitandao yetu ya kijamii na vile vile kwenye nambari zetu za simu. Kwa hivyo hebu tuzidi kuangazia jumbe zenu. Tukiangalia jumbe ya la kwanza hapo, Jack
Jacolal anatutumia kutoka mtandao wa kijamii wa X, anasema Jacolal from Dodoma TZ. Maoni yangu ni kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu yoyote. Bila ya majadiliano kutakuwa na malumbano na vurugu bila suluhu. Raila analaumiwa blindly na vijana. Kama vijana hataki dialogue, watoe way forward. Huu ni ujumbe kutoka Tanzania. Wanaangalia Kenya yetu kutoka kule, na hayo ndio maoni yake. Mr. Right naye anatuambia, I think voting Ruto may automatically annoy my late grandfather. Being an ex-chief, he may rise from the dead brandishing a whip towards me. Tukisonga mbele, Webzit anasema, I think Ruto thinks his dreams are sweet, able for all Kenyans, that's why we keep ending to nowhere. Na tukiendelea kusonga mbele, hapo kwenye mtandao wa X tunampata Mururi ambaye anatuambia, Nyamira Legends, we aren't open for any dialogue. Period. Tukisonga mbele pia tunampata Paulsen hapo kwenye mtandao wa X akisema, hatutaki mazungumzo, ombi letu ni Ruto afunganye virago, punda amechoka. Na tukiangalia hapo X tunaye mmoja anatuambia, Vokdi Master hapa, mimi naona serikali imeingiza baridi, that's why wameamua kutuua tuishe. Tukisonga mbele pia Kibagio's Corner anasema, a failed elections contender says that Kenya needs an intergenerational conclave to look for a way forward. What we need is implementation of the 2010 constitution and having a serious president. Na Edira Meya anasema, tuanzeni na governors ndio tufike kwa prezo. Kazi zianze kuangaliwa from counties kama wanatenda or not. Alafu pia Dennis Odhiambo anasema, Raila gave a proposal on how to solve the current stalemate. Whoever is opposed to that should provide an alternative, because we have to get a way out of these. Young people have lost more life. Na Vincent Munene naye anasema, how many dialogues should be made? We have had enough. Tukisonga mbele pia tunaye Kiriu Joseph ambaye anasema, Ruto is okay, wanasiasa ndio wanaochangia. Na zaidi ya hapo pia kuna ujumbe nyingi sana ambazo zimepitia kutoka ukurasa wetu wa Facebook, vile X na YouTube, mtazamaji, lakini muda ndio umetupa kisogo. Kabla ya kufunga, ni kuache na walosema wahenga kuwa ukiwacha mashimo yatunze maji, hakika taifa litazama. Mimi nimekuwa wenu Fatma Chidagaya, na sasa nimpishe mwenzangu Gathoni Wanganga aje kuendelea na taarifa za Kameme TV kwa lugha ya mama. Tukutane tena Mungu akijalia. Hii ndio The People's Dialogue. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocaga hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa, hihinya *811 *487# wĩgwatĩra skiza tune ngoro yakwa tarũgambi thimũ-inĩ yaku.